Da bro, mazingira fulani jana bwana nimebeti. Mtoto wote wamenichania. Maana sasa hivi shughuli za kubeti jao kuchizi. Kwa sasa hivi dili kubeti vitu vidogo vidogo. Mimi juzi kati hapa. Alikuwa anacheza Man City na Leicester City. Huku na huku mwanangu mimi nikaona Man City pale kakiwa odds ndogo, mimi nikasangoja nimpe. Unakuta Man City anakaa. Unajua nini? Man City sasa hivi kashuka. Yaani sio Man City peke yake, wewe Barcelona huko unaweza, yaani unasema sasa hivi mbaki majina tu makubwa. Mimi na force hivi kubeti namna gani vipi? Ni pale tikiti mwanangu. Kwenye mradi harakati zangu za kuimba. Kwa mwanangu sema nena harakati zako nazo ngumu mwanangu, harakati zako za muziki. Uforce huko, lakini mwanangu kwenye kubeti usibeti sana. Sababu unajua mchongo wa kubeti hizi timu kubwa sasa hivi ligi sasa hivi hazieleweki, ligi kuna time mimi mwanangu naenda hata ligi ya wapi huko. Lakini mwanangu mimi nakwambia kitu, kwenye muziki wewe kaza. Mimi na kaza. Kaza mwanangu. Mbali vijana. Sawa kwema? Kwema kabisa. Alhamdulillah. Wapi? Nashukuru. Shehe zangu nimekuja hapa. Nimetoka zangu kule naona vijana mapiga maendeleo na stories zenu. Nimewakatisha samani ni. Hamna shida. Lengo madhumuni hapa ni kuwahusia nafsi zenu na kuhusia nafsi zangu juu ya ibada. Kama mdau mashehe zangu, muda kuwa masjidi mkampiga story. Haina maana muache story hapana, ila kuzingatia muda. Kuna muda wa swala na kuna muda story. Hiyo ni za kuzingatia na kupita. Na hata vitabu vinaandikwa na vimeandikwa na mpaka sasa hivi viko. Sasa shehe yangu ni kuwapa tu usia. Usia nafsi yangu na nafsi yenu. Mdau bwana tuwe sehemu fulani ya ibada. Imani yako imani yake, shikamane. Kesho akhera vile tukasema viwepo. Kwa dida. Kwa shehe hivyo tu. Mdau sio kukaa kupiga story. Sisi shehe wangu tunakuelewa. Tuombe radhi tu. Kwa sababu tumekaa hapa. Tunatoka zetu mtaani, unajua tena najua kali ndani joto. Tukasema ngoja bwana na kijana mwenzangu huyo tuende kwanza kwa mwanangu nimemkuta kwa mwanangu. Ndio. Kuta kwa hii ndio eneo letu. Tutaenda wapi? Tunatoka zetu dukani hapo mambo tutachote kitu. Na tumerumbua hapa ndio foto hiyo. Swali vije story. Sasa sisi wangu tumekusikia, tumekuelewa. Tukaidi kwamba tutalifanyia kazi swala. Nashukuru mafupi na lazima tuweke amana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo shehe wangu tupo pamoja kwenye hili. Hamna shida. Sisi tumekuelewa. Saa 10 tutaungana wote. Tutakuwa pamoja. Wote inshallah. Inshallah. Kwa vile mmesikia neno nilosema na mmetii. Naam. Inshallah. Kwa saa 10 tutaungana shehe wangu. Mungu awabariki. Nashukuru bwana shehe. Amina. Poa. Alipokauka. Kwa mashehe wengine watakuja kukupa dhambi tu. Sio mchongo tu shehe. Ana wote bwana. Wana dhambi sana unajua tuswali. Sawa tunaelewa tutakuja tupene dhambi. Ndio wale ambao ukiambia msikitini atoe shilingi ngapi sadaka kila siku ya Ijumaa. 2000. Unasikia? Muda kwa ujana. Anatuchanganya yule. Sasa kuswali sasa hivi, kuswali uzeeni. Sasa hivi muda starehe bro. Amini mwanangu. Karibu jirani, karibu. Yaani bora hata nikukuta hapa. Maana nikiondoka bila kukuona, yaani nisingekuwa na amani kabisa. Kwa nini tena jirani yangu? Unajifanya uelewi. Hivi wewe Ali, nikwambie mara ngapi ili unielewe? Tusalimiane kwanza. Tusalimiane jirani, tujaonana siku nyingi, tusalimiane kwanza. Unaona salamu mali sana Ali, sikia nikwambie. Ni mara ngapi mimi nakwambia kuhusu hili swala lakini sikuelewi? Mbona tangu muda sana nakueleza? Bomoa kile choo chako pale. Sitaki. Mbona unataka kunielewa lakini? Unaona nitafuta nini kwani wewe? Sasa jirani kama jambo ndo hilo. Subiri basi. Taratibu mimi ndo ninafanya utatizo. Unaona taratibu za ujenzi hizo nini? Vimbao mwenyewe nimeenda kuvifuata hapo ndani leo na kisehemu changu kidogo nitatengeneza hicho kicho. Nitabomoa jirani, nivumilie. Sikiza nikwambie, nishachoka kusikiliza hizo kelele zako kila siku. Yaani kila siku
nikija hapa. Subiri kidogo namalizia hiki. Subiri kidogo namalizia hiki. Lakini utekelezaji sioni. Kwa sababu gani? Nakuomba jirani yangu. Sasa mimi nakwambia hivi, nimeshachoka kuja hapa kwako kila siku kuongelea hili swala. Kinachofuata, sitakuja tena hapa. Hapa itakuja serikali, ndio itakao kuita utaenda huko. Mimi nimeshachoka. Maana ni muda tu nakwambia kwamba kuja tutakuja. Jirani, tusifike huko jirani yangu, tusifike huko. Mimi nimekuelewa. Nitakibomoa kile kichoo. Nitakuachia eneo lako. Mimi nitaendelea kujenga choo ndani kwangu. Mimi mwenyewe nataka eneo langu lote linizungushe fence. Nakwambia toa uchafu wako pale, utaki kuelewa. Sio una matatizo gani wewe? Sasa ninavyokuambia, kuwa makini. Basi sawa. Majina naitwa Mr. Jeff. Tangu mzangu. Hebu sikiza wewe mtoto, usinicheleweshe. Hivi unaniona alijua alivyokuwa kali? Hebu ongea kilichokufanya unisimamishe mimi hapa. Basi. Unajua tangu natoka kule, damu yangu imetokea sasa kukupenda. Umemaliza? Mimi ndio wao ndakwambia. Hivi una akili wewe? Wewe una akili sawa sawa wewe? Sasa usema sina akili. Mimi zako ndio kukupenda. Mimi naona uko timani. Yaani mtoto mdogo kama wewe, uje unipende mimi mtu mzima. Mimi si nitaonekana chizi kwenye jamii nikitembea na wewe. Sasa kitu usikujua. Mungu nikubali, nitakupa kila kitu unachotaka. Utanipa nini mimi wewe? Kiatu tu ulichokivaa kinadai kipati kingine. Utanipa nini mimi wewe? Wewe vipi? Alafu siku nyingine uwe na adabu. Mimi sio lika lako, tafuta lika lako. Umenielewa wewe? Yaani wewe nakuzaa mchana kupe, mbuzi anakula ukoka, mshenzi wewe. Mambo poa. Kumbe mzuri hivi. Nimekubali. Kweli? Kweli. Nikumbatie basi. Kwa hiyo mpaka getu. Twende.
Bwana inakuaje? Safi kaka. Kama kawaida. Kama kawaida. Naona harakati zinaelekea. Mdogo da. Hiyo leo umekimbiza. Hamna mwanangu. Unajua sasa hivi hali ngumu, jua kali. Ndio. Kwa hiyo hapa da nimeuzauza vibakia viatu viwili tu. Sasa. Kwa hiyo hapa ndo nakoma hapa bila kuchoka. Na maisha yetu mwanangu. Jua maisha yetu ya sasa hivi. Asikwambie mtu mwanangu. Sisi ambao wenye maisha ambao tunafanya ili wazazi watuone. Tuna maisha magumu sana. Asikwambie mtu. Kwa hiyo mwanangu ukipata kidogo kitu kama hivyo, usichoke mwanangu kupambana, usichoke kuforce. Mimi blaza zako mdogo mdogo hivyo hivyo ninachokipata. Najua mwenyewe na nafsi yangu. Lakini sio kupambana. Mdogo mdogo najua tu ipo siku moja Mungu atatukunjulia tu. Tunatoboa mwanangu, maisha yanaelekea. Ni kweli kabisa. Unalosema lipo sahihi. Ndio. Ndugu yangu, kuna taarifa nataka nikupe. Ila kabla sijakupa taarifa hii, naomba uwe mvumilivu. Umekucha. Umeanza tena. Mbona mbona nitisha? Sio jambo la kutisha. Ila ni ukweli unaokuhusu wewe na familia yako. Familia yangu mimi. Sasa sikia bila kupoteza muda. Yaani mkeo. Jana nimemkuta mke wako kichochoroni. Amesimama na kijana mdogo. Kitoto cha 2000. Mbeche. Amesimama naye kichochoroni. Mwanangu mambuta mke wangu tu kaka kichochoroni tu mwanangu kasimama dogo janja. Mdogo tu. Wa 2000. Kitoto cha 2000. Chana naye wewe mwanangu. Mwanangu jambo hili sichukulie la mzaha. Sababu mimi hadi nimekuja hapa na kwambia hivyo na maana pale kuna kitu kinaendelea. Pale Zewei walivyosimama wawili wale kuna kitu kinaendelea. Sio kweli. Sikiliza nikwambie kitu, shanza mambo yako. Oya, hakuna mtu ninayemwamini, ninayemrespect kama mke wangu. Kwanza wewe umekuta kichochoroni. Afu ngura bonga kukutana mbaba mtu mzima kwa nikwambia kweli mwanangu pale mazingira yanaonekana vipi? Lazima kila mtu awe na akili. Umeona sema pale kuna kitu kinatokea. Dogo janja. Wewe huyo Sajabu alikuwa anatumwa mafuta ya kula au labda vitu gani tu anamwagiza tu gengeni huyo. Kengonyene mvivu. Kwa hiyo Sajabu umekuta tu chochoroni kwa kutana salimiana. Lakini ukutana nafanya vitu vingine kwa kutana ingia gesti kweli. Uchochoroni? Wewe. Sasa ndugu yangu, usiapimie maji kwa macho. Na siku zote mzala mwiba buo tatenda. Hivi yanaanzaga hivi na unasema kwamba labda mtoto mdogo sijui kasimama sijui na mtu mkubwa, lakini wewe mwenyewe unaona mapenzi ya sasa hivi. Mkubwa anapenda mdogo anapenda. Sikilize, sio kwa mkubwa anapenda mdogo. Wewe mimi unaona mimi nimechoka. Sasa sikiliza, umeniona mimi nimechoka. Ninachokizungumza mimi hapa sasa hivi kwamba mimi sijachoka. Sawa. Alafu ngombe yetu kitu kimoja. Poa, mimi mke wangu namwamini tofauti na unavyofikiria wewe. Yaani kuhusu jambo tu la mke wangu aliji kama hivyo unavyofikiria wewe ni kawaida tu mimi nianze kuamini. Yaani mimi nikagombana na mke wangu kwa ajili ya wewe. Wewe mke wangu una mambo gani? Oa. Ile familia yangu, afu ile mke wangu mimi. Hizo pigo unazo kuniletea wewe. Tegemea kwamba umefeli. Yaani kwa sasa hivi umefeli. Yaani jaribu kuchunguza tena. Yaani kwa sasa hivi mwanangu umefeli. Kwa sababu mke wangu mimi namuelewa, mke wangu mimi namuelewa kichizi afu namuamini ile noma. Sawa Ila tu mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi mke wangu namuamini tofauti na unavyofikiria. Kwenye ili hapo unaoniambia wewe. Yaani sijui nipe nini yani. Nikuamini. Mimi mke wangu hawezi kufanya vitu vyao ovyo, yaani namuelewa vibaya mno, hawezi kufanya vitu vyao hata kidogo. Kwa hiyo ndugu yangu nikwambie tu kwenye biashara yako, wewe kuwa makini tu na mambo yako. Hapa town mwanangu, fanya vitu vyako, fanya mambo yako. Mimi na wewe tutaendelea kwa washikaji, lakini ukiniingilia kwenye familia yangu ndo unazingua. Mimi mke wangu babu namuamini tofauti na unavyofikiria. Kwa hiyo mambo yako usimkutapisha mwanangu, usinifikishie hizo taarifa. Sio unanipata hapo. Mke wangu hawezi kufanya vitu vyao ovyo. Sawa. Siwezi kupinga uamuzi wako. Yaani ndio, yaani mimi siwezi kukuamini hata kidogo. Yaani wewe hata uniletee nini? Mimi kukuamini mwanangu. Leo nakuyanga bwana. Sio kidogo. Wewe mwanangu wewe kaza tuna vitu vyako, sawa? Mambo ya wewe na familia za watu achana nazo.
Aye, chonde chonde, ugonjwa wa mapenzi unauma.